Kingdom Wealth Creation au kujenga utajiri kwa njia. Baada ya Mungu kumaliza kuumba mwanadamu, alimwamuru Adamu na Eva wakawe watawala. Kwa maana nyingine, aliwaacha wao waamuzi wa rasilimali zote ambazo Mungu amewaachia hapa duniani. Haleluya! Ikiwa fedha, mali na dhahabu ni mali ya Bwana, na wewe ni mtoto wa Mungu, una sehemu ya urithi katika ufalme wa Mungu. Andiko la msingi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 18 mstari wa 18. Neno Mungu linatuambia kwamba bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri, ili alifanye imara agano aliloweka na baba zako. Kwa nini anakupa nguvu za kupata utajiri? Ili alifanye agano kuwa imara aliloweka na baba zako hapo mwanzo. Bwana asifiwe sana. Kwamba Mungu yuko juu mbinguni na duniani amewapa wanadamu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu aliyeko mbinguni hapa duniani amekuacha wewe. Kwa hiyo ili Mungu aweze kudhihirisha nguvu zake duniani, anakutumia wewe. Nguvu ya utajiri aliyoiachilia ili aliweze kulifanya imara agano lake, akitaka kuidhihirisha ataidhihirisha kwako ndani yako. Bwana asifiwe sana. Nini maana ya utajiri? Utajiri ni nini? Utajiri inapimwa kwa idadi ya siku ambazo mtu ataweza kuishi bila kufanya kazi na akaendelea ku-maintain hali yake ya ustawi wa maisha wa hivi sasa. Yaani definition hii ilikuwa Robert Kiyosaki kwenye kitabu chake cha Rich Dad Poor Dad. Maana ya pili ya utajiri. Utajiri ni hali ya kuwa na kitu kwa utoshelevu. Mfano, fedha, ardhi, nyumba. Huyu jamani tajiri wa ardhi, huyu jamani tajiri wa magari, huyu jamani tajiri wa fedha, huyu jamani tajiri wa vitu tangible things, vitu vinavyoshikika, tajiri wa mifugo. Ina maana ameweza kuexperience au ameweza kupata vitu vya kutosheleza. Sio kwamba anawaza atakula nini kesho, no. Ana kila kitu cha kumsaidia, ana utosheleza. Mungu ametupa nguvu ya kuishi katika utoshelevu. Bwana asifiwe sana. Sio ya kwamba yani utawaza utakula nini, kama watu wamekuwa usiwaze utakula nini kesho. Kesho utajisubikia yenyewe. Bwana asifiwe sana. Haina maana wewe usifanye kazi. You have to work. Bwana asifiwe sana. Ili ufikie kwenye hatua ya utoshelevu, usihitaji kitu, unahitaji kufanya kitu ambacho baadaye unaanza kula. Lakini maana ya tatu ya utajiri, utajiri ni uwezo wa kuwa na uzoefu na kufurahia baraka za Mungu kwenye maisha ya mtu katika hali ya uendelevu. Bwana asifiwe sana. Uzoefu wa kupata baraka za Mungu kwenye maisha yako katika hali ya uendelevu. Neno la Mungu linatuambia kwamba baraka za Mungu hutajirisha wala zichangamani na nini? Na huzuni. Bwana asifiwe sana. Baraka ya Mungu fanya nini watu wa Mungu? Hutajirisha wala zichangamani na huzuni. Ruhusa ya kuongezeka katika hali ya uendelevu. Baraka ya Mungu inakutofautishia jana na leo. Bwana asifiwe sana. Ulichopata jana $500, Mungu anakuongeza kwa sababu you are too faithful kwake. Umekuwa mwaminifu kwake. Anakutoa baada ya kukuamini kwamba hicho kiwango cha $500 kinakutosha, na una kila tabia ya kufanya Mungu akuamini. So una $500 leo, baada ya miezi 6 Mungu anakutoa kwenye $500, anakupeleka kwenye 1 million, anakupeleka kwenye milioni 2, anakupeleka kwenye milioni 3. Unaenda kupata uzoefu wa baraka ya Mungu katika hali ya uendelevu. Una ng'ombe wawili leo, unakuwa na ng'ombe 3 mwaka ujao, 10 miaka 10 ijayo, 20, 30. Hali ya uendelevu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Mungu yeye anatoka utukufu mwingine kwenda utukufu mwingine. Na maandiko yanatuambia kwamba hatua za wenye haki zinaongozwa na Mungu. Kwa hiyo ukimwamini Mungu, ukafanya yale yote ambayo Mungu anakuambia uyafanye, hapo ndipo utaanza kuziona baraka za nani? Kujenga utajiri ni mchakato
ambao unahitaji mambo mbalimbali ili kufanya kazi inayoana na uwezo wako wa kipekee uliopewa na Mungu. Sasa Mungu hatunaye nguvu ya kupata utajiri. Kila mmoja ndani yetu amemwekea uwezo wake wa kipekee. Kuna jambo akifanya analifanya kwa urahisi na kwa tofauti. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kazi yoyote inayoana na uwezo wako wa kipekee, hiyo ni nguvu ya kupata utajiri ambayo Mungu ameweka